Anguko kubwa limefika, anguko kubwa limeweza kukaribia, anguko la mabingwa wa kihistoria hapa nchini. Klabu ya Yanga limeweza kukaribia mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kutawala ligi ya Tanzania takribani misimu minne sasa. Anguko lao limeweza kufika. Tumeweza kuona timu ya Yanga imekuwa ikichechemea na imeweza kusare mechi 3 mfululizo, kitu ambacho hakijawahi kutokea nyuma kwenye misimu minne iliyopita. Hivi tunavyozungumza, Yanga wapo katika hali mbaya sana, na viongozi wa klabu ya Yanga wakiongozwa na mwenyekiti wao Injinia Hersi Said wanataka kufanya jambo ambalo linaweza kuiokoa klabu ya Yanga kwenye hili anguko kubwa ambalo linaikumba klabu ya Yanga. Sasa kama unataka kufahamu ni kitu gani ambacho Injinia Hersi Said na uongozi wa Yanga kwa ujumla wanahitaji kufanya ili kuweza kuiokoa klabu ya Yanga, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya ni kubonyeza alama ya subscribe hapo chini, alafu unakaa nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Klabu ya Yanga imekuwa ni klabu ambayo inapata matokeo mabovu kwenye mechi zake 3 za hivi karibuni zilizopita. Watu wengi wamekuwa wakilalamikia marefa, hususan mashabiki wa Yanga wamekuwa wakisema ya kwamba marefa wanachezesha mipira mibaya, lakini kiukweli klabu ya Yanga imeanza kuanguka kwa sababu wachezaji wake wengi wameweza kutumika kwa muda mrefu na wachezaji wake wengi wameweza kuchoka. Kwa mfano tukimwona Maxim pia Nzengeli ameweza kutumika misimu 3 mfululizo, kwa hivyo basi amechoka. Na sababu nyingine ambayo inapelekea klabu ya Yanga kuweza kuchechemea ni sajili ambazo imeweza kuzifanya. Klabu ya Yanga imefanya sajili ambazo zimeshindwa kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza, na hata zilizoingia hazijaonesha makali kama ilivyokuwa kwenye misimu minne mfululizo. Kiufupi, siku za hivi karibuni klabu ya Yanga imekuwa ikifeli kwenye masuala mazima ya usajili, lakini kuna sababu nyingine kuu ambayo hii ndio imetufanya sisi tuweze kuandaa video hii. Bwana, unaambiwa ya kwamba viongozi wa Yanga wakiongozwa na Injinia Hersi Said na makamu wake wameweza kuweka kikao cha siri katika ukumbi wa Salamanda. Wameweka kikao kati ya wao na benchi la ufundi ili kuweza kuamua ni nini hatima ya kocha wao Bwana Pedro Goncalves. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipata sisi kama Bongo 9 ni kwamba baada ya kikao hicho kumalizika, basi uongozi wa Yanga uliweza kuamua kumfukuza kocha wao Bwana Pedro Goncalves. Na mimi naweza kusema niko bega kwa bega na uongozi wa Yanga kwa sababu kiwango ambacho amekuwa kikionyesha Bwana Pedro Goncalves, kiwango ambacho timu ya Yanga kwa ujumla imekuwa kikionyesha kwenye michezo ya hivi karibuni ni kiwango kibaya sana, ni kiwango ambacho hatukuweza kukiona kwenye misimu mingi iliyopita huko nyuma. Yanga wamekuwa ni timu ambayo wana struggle sana kutengeneza nafasi, na hata pale ambapo wanabahatika kuweza kutengeneza nafasi, basi inakuwa ni vigumu kwa wao kuweza kutia mpira nyavuni. Tumeweza kuona Yanga ikipata sare takribani mara 3 mfululizo, kitu ambacho imekuwa ni nadra sana kuonekana kwenye klabu ya Yanga, hususan katika misimu minne iliyopita, misimu ambayo Yanga aliweza kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. Hata hivyo klabu ya Yanga imeshaweza kupoteza alama 12, alama ambazo mwaka jana ilipokuwa inachukua ubingwa ilikuwa ndio imezipoteza hizo, lakini hivi tunavyozungumza mzunguko wa kwanza tu Yanga wameshaweza kupoteza alama takribani 12, na watu wengi hususan mashabiki wa Yanga wamekuwa wakilalamika sana na kuweza kuwatupia baadhi ya maneno marefari, lakini kwa uhalisia klabu ya Yanga wachezaji wamechoka, lakini hata ushindani katika ligi yetu umeweza kuongezeka, na ndio maana klabu ya Yanga imekuwa ikipata ushindi kwa njia ngumu sana ukitofautisha na mechi ambazo zilikuwa ikicheza kwenye misimu minne iliyopita. Kwa hivyo wewe mwananchi, piga kifua, wewe mwananchi kuwa na raha kabisa, kwa sababu Injinia Hersi Said ameshafanya yake. Injinia Hersi Said hapendi kuona timu ya Yanga ikiwa katika wakati mgumu, hivyo Injinia ameamua maamuzi magumu ya kuweza kumfuta kazi kocha wa timu ya Yanga
bwana Pedro Goncalves, kwa sababu wote tunafahamu ya kwamba timu ya Yanga ilikuwa ikicheza vibaya sana chini ya uongozi wa Pedro Goncalves, na injinia anasema ya kwamba kocha mzuri kabisa ataletwa, na moja kati ya makocha ambao Yanga walikuwa wanawapigia hesabu ni kocha wa zamani wa timu ya Simba bwana Fadlu Davis, na kocha wa zamani tena wa timu ya Simba Dimitar Pantev, na watu wengi walimtambua kwa jina la Matatu. Kutokea mwanzo mpaka mwisho wa hii video ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Rich Mo TZ, lakini kabla sijakuacha, ningependa nikukumbushe mpenzi mtazamaji wangu wa Bongo 9 uweze kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale ambapo tunazitoa. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri mazuri ya kimichezo kama haya.